mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. So unatambua ama unafikiri kwamba adui akitaka kukusambaratisha ama kukuteketeza kabisa, ni vitu gani ambavyo anavyoangalia? Kitu cha kwanza, anaangalia kitu ambacho kinachokupa nguvu ama kinachokupa ulinzi. Basi akishakitambua hicho kitu, tayari anaingia moja kwa moja ili kuweza kuondoa huo ulinzi. Uweza labda nguvu yako ama ulinzi wako huko katika maombi, basi ataingia katika hali ya maombi kuweza kukuzofisha wewe. Hivyo utakuwa mzito katika swala la kuomba, maana kwenye kuomba ndipo tunapopata nguvu, kwenye kuomba ndipo tunapopata maono ya waziwazi. Hivyo basi ataingia kule na anazofisha. Hivyo basi hiyo nguvu akishaiua tayari anakuwa anasogelea wewe kuweza kukumaliza ama kuweza kukuangamiza. Kitu kingine, anaangalia watu waliokuzunguka. Je, watu waliokuzunguka kwake ni vikwazo? Atakachokifanya, ataweka faraka, ataweka magomvi, na hao watu watatawanyika. Wakishatawanyika tayari kunamsogelesha wewe au kunamsogelea yeye kuweza kukukaribia na kuweza kutimiza ile haja yake. Pengine labda hata kwenye biashara atafanya kitu ambacho kinachoweza ama kilicholinda hiyo biashara na kuweza kukizofisha. Hivyo basi, mtu wa Mungu, solution ama njia ni moja tu, ni ile kumkabidhi Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yako, ama pengine kumruhusu Mungu kutawala maisha yako. Hivyo basi, unavyokuwa unamkaribisha Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yako, utafunuliwa vitu vingi, utafunuliwa maono, utapata ulinzi wake, na hivyo utaenenda katika hali yake. Hivyo basi, tambua kabisa adui akitaka kukusambaratisha, anaangalia ulinzi wako, ama anaangalia immunity yako ni ipi, kinga yako ni ipi, ama anaangalia nguvu yako ni ipi. Akishasambaratisha tu hiyo nguvu yako, tayari anakuingia na anakusambaratisha wewe pia. Shalom, shalom, mtu wa Mungu.